Huyu wali ni kiongozi. Kwa nini amekuwa faqih? Ni kwamba ni lazima awe yuko na uwezo wa kufanya nini, wa kuweza kufanya istimbat, yani kuweza kuchomoa zile hadithi na riwaya na aya ambazo kwamba zinaongea kuhusiana na nini, na sheria za Kiislamu. Asante. Shukran Sheikh, maelezo mazuri sana Sheikh Suleiman. Sheikh anaeleza waliul faqih anakuja kutubainishia wazi kwamba ni kiongozi anayachukua majukumu ya watu, sio tu katika kuwaongoza kwenye masala yao ya kidunia wala ya kawaida, ya maisha ya kawaida, bali hata kwenye masala yao ya kiimani na kiitikadi na vitu kama vile. Tukiangalia uongozi wake wa kisiasa, tunagundua kwamba kuna tofauti fulani ambayo inatokea leo hii katika nchi nyingi ulimwenguni. Kuna system, naweza nikasema 2 au zaidi za uongozi, ambao ile iliyozoeleka sana hata tukirudi kwetu kwenye nchi zetu sisi za Afrika leo hii, system iliyozoeleka na huenda labda ililetwa na wale waliokuja kuwa wakoloni katika nchi zile, ni system ya uchaguzi. Ile wanasema political, ile wanasema electoral system, ya kwamba ili uwe kiongozi wa kitu fulani, ili uwe rais wa nchi fulani, lazima tukuchague ili uchukue nafasi fulani. Kuna system hiyo. Alafu kuna system ya ufalme ambao tunaweza tukaitolea mfano, kwa mfano nchi ya Saudia na nchi zingine kadhaa. Ni mfalme, hajapigiwa kura na yoyote. Ni system wenyewe wamechagua, wameelewana kama familia ambayo ilikuwa imechukua maeneo yale, kwamba fulani ndo ataendeleza ufalme huu. Hapa hakuna election, hakuna uchaguzi. Ni wanafanya kuchaguana wenyewe kwa wenyewe kadri ya muda unavyokwenda. Alafu kuna hii system ya mzee tunakuja kuiona, ambayo kiukweli hatujui ni baina ya hizi 2 au ni vipi, kwa sababu hakuchaguliwa na kura. Hakuchaguliwa labda kwa watu kupiga kura. Na wala pia hatuwezi tukasema tumuite mfalme kama tunavyoita wengine ni wafalme. Sijui unaweza ukatupatia picha ya uongozi alionao yeye, ni uongozi wa aina gani?